Eh? Yes bana, mambo vipi ndugu mtazamaji wa Vibration TV. Hatimaye leo tuna ripotako na ripotia niko maeneo ya zone ya 10. Na hapa nina msanii ambaye peke yake ukimwangalia anafanania msanii. Sijui nimuite msanii wa upande gani, lakini kama tulisikia kwa kulikuwa surprise show ambayo ilikuwa ya BG Music inamaanisha Pembe Gang. Lakini tukategemea kuwa surprise itakuwa kitu ambacho kitakuwa kwa utofauti, lakini by the way tukaja kumuona surprise ni mtu fulani hivi, mdada wa kike na kulikuwa na mvulana mwingine. Lakini mimi nataka nipigilie ma story nijue kuwa lifestyle yake ikoje na ni mtu gani sana na alianza game ya muziki mwaka gani. Mimi nilikwambia ni Totopaz GR, Mr. Kabrandi kadogo nyuma kamera, si mwingine ni Sei kama Sei. Kama ni first time fanya kitu kusubscribe, like, comment, utakomentisha zaidi. Inakuaje? Salama. Nzima? Ndio. Ugonjwa mavipi? Ndio, najisi hali ya ugonjwa. Najisi hali ya ugonjwa. Yeah. Malaria ama vipi? Kama homa. Homa? Yeah. Ndio kama utaumwa ama ushaanza kuumwa? Yaani najisi kama nitaumwa kwa maana nahisi baridi. Yeah. Tangu saa ngapi? Tangu asubuhi hii hali ilinianzia. Asubuhi kabisa. Yeah. Hapo pole sana. Asante. Hadija ashafika hapa kuangalia ama ana taarifa? Yes, walikuwepo jana kuniona. Ama ndo mchoko wa shooting ile? Inawezekana ya kwa maana shooting kuna mambo mengi. Yeah. Ndio. Na mimi nikiangalia leo tuliwasiliana afu kaniambia kuwa utaingia shooting. Vipi kwanza unaingia shooting kwa nini? Ama ndo hayo magonjwa ama? Hapana. Shooting au ratiba ya shooting imebadilika. Yeah. Itakuwa kama lini? Sijajua, tunasubiri majibu kwa shooter. Kwa shooter. Siku hiyo tulishoot ngoma kama ngapi? Pia muziki kama ngapi? Siku gani? Siku ambayo mlienda kufanya shooting na kina Tolo, kina Golden Star. Yaani kifupi BG Music nzima. Sijui siku ambayo naizungumzia kwa sababu tumeshuti ni mara mbili na ambayo ilianza ni ya mimi na Golden Star. Yeah. Na ambayo ilifuata ndio ile ya BG nzima sisi wote. Yeah. Na mimi nikiangalia kwanza ni first time kuingia kwenye screen zetu za Vibration TV, na asiye kufahamu kwanza kuite nani? Asiye nifahamu aniite Nyoka Girl. Yes. Nyoka Girl, kuna Nyoka Boy na Nyoka Girl. Vipi ya majina yanaendana sana hivi? Inawezekana bro. Yes, mimi ni Nyoka Girl. Yeah. Wewe ni shemeji yetu kwa bro Nyoka Boy ama vipi? Maana Nyoka Boy sisi tunajua alikuwa ni CEO wa Chatatu Music, afu sasa hivi ashakuwa USA. No. Sio shemeji yenu. Yeah. Mshakuwa na ukaribu wote ule nini? Ukaribu tulikuwa nao kwa sababu yeye alikuwa ni CEO wangu. Na kosaje kuwa karibu naye labda. Oho. Yeah. Kwa Nyoka Girl ashawahi kufanya kwenye Chatatu Music set? Ni kitambo sana kabla sijaingia BG Music. Yeah. Right. Ni vizuri sana. Na cha kwanza mimi nataka nifahamu lifestyle ya Nyoka Girl ikoje tofauti na kimuziki kwanza. Lifestyle yake ikoje ya nyumbani, nini, mazingira, tunaelewa tena? Ni mtu simple sana. Ni mtu wa watu ambaye anagamba mbamba na mtu. Yes, yupo busy anapambania maisha yake. Yeah. Hayupo sana kufuatilia maisha ya watu wengine no. Bali anadili tu na maisha yake. Yeah. Nyoka Girl ni mtu ambaye shakubahatika kuwa na mtoto nini ama bado? Hapana. Hajajisikia kuzama na ile kauli ya kuzaa kwa mpango? Kuzaa sio kwamba kisa fulani amezaa na mimi nikimbilie kuzaa no. Bado nipo kwenye game yangu ya muziki. Yes. So nafanya kwanza kazi. Yeah, na siku ikifika ya kuzaa basi tutazaa tu bro. Right. Yeah. Karibia malengo ama siku ikifika ya kuzaa? Maana ukisema siku ikifika kuzaa hata leo unaweza kuzaa nini? Hata kesho unaweza kuzaa. Yaani ama tukikaribia malengo. Nataka tuelewe hapo. Ni mipangilio ya mtu. Yes, na ni kutokana na vile ambavyo mtu mwenyewe umepanga. Nimepangilia mimi nitaanza maisha yangu ya ndoa hivi na hivi na hivi au wakati hivi na hivi na hivi. Yeah.
So yote ni mipangilio na yote ni mipango ya Mungu pia bro. Yes, kuzaa, kuoa, kuolewa nini. Masuala yote ya ndoa ni mipango ya Mungu. Yes. Na umesema kuwa ulifanya kwenye lebo ya Chachatu Music. Na tumekolewa kuwa Nyoka Girl ni mtu ambaye ametokea Chachatu Music kabla ya kuingia kwenye BG Music. Na nataka nifahamu, unajua masiwa wengi wao wana tabia ya kumpa msanii wake ambaye anampendelea jina la kufanana naye. Natoa mfano kwa Nyago. Kwenye Nyago kuna Nyagdi. Yaani Nyago alimgei Nyagdi, yani kama wanafanana majina hivi. Na kuna Nyoka Boy afu kuna Nyoka Girl. Jina la Nyoka Girl lilianza kwa nani? Na mwanzilisha ambaye alisema kuwa inatakiwa aitwe Nyoka Girl. Siwezi nikasema ni mwanzilishi, bali naweza nikasema ni waanzilishi. Ya mafansi ndo walilitaka hilo jina. CO ni Nyoka Boy. Unaonaje Reggie ukawa Nyoka Girl? Nimependa kwa sababu ni jina ambayo nimevikwa na mafansi. Sasa mimi nalikataje jina bro? Unamaanisha kuwa jina lilitoka kwa mafansi? Yeah. Right. Kipindi kabla hujaanza kuitwa Nyoka Girl ulikuwa unaitwa jina gani? Reggie. Reggie. Yeah. Jina la baba na mama ambao walikugea ama ni jina la kikazi nalo? Ni la kikazi. Yeah. Jina la baba na mama jina gani? Jina la baba na mama, yani langu la kuzaliwa kabisa, naitwa Esther. Yeah. Esther ndo jina langu. Nyoka Girl ni mtu ambaye ana majina mengi. Kuna Esther, kuna Reggie, afu kuna Nyoka Girl. Na umesema kuwa hilo jina limetoka kwa mafans. Tunaleta na mafans ndio walikugea jina wakakwambia kwa unatakiwa uitwe Nyoka Girl. Na ilikuwaje mpaka wakasema kuwa unatakiwa uitwe Nyoka Girl? Maana mtu waga anaambiwa hata kwenye comment kwenye ngoma zake. Comment inatoka na mtu anasema tu anatakiwa aitwe fulani. Ama mtu anaweza kaambiwa mtaani kwenye show. No, hata bombano nakwambia tu ukimanya ikemba manga omanjibo chibabino. Right, inaweza kuwa kama nani ambaye alianzisha, ilikuwa kwenye comment ama ilikuwa kwenye style gani? Yes, kwenye comment. Yes, hata mitaani tu tukitembea. Ya kwa wale waliotaka kapo yetu. Kwa maana kuna wengine walikuwa nahisi labda tu mimi na yeye ni wachumba tunatoka. Lakini sio kweli. So kwa wale waliopendelea si tuweze kudeti, walisema tunaendana. So kwa vile ambavyo yeye anaitwa Nyoka Boy na mimi naitwa Nyoka Girl, so tutakuwa tumefiti. Kila mtu aliongea vya kwake. Yes. Siwezi nikasema ni nani na nani, no. Yeah. Ni mmoja wapo watu wengi sana hivi. Ndio. Unamaanisha Nyoka Boy na Nyoka Girl ilikuwa ni mmoja wapo wa couple set? No. Haikuwa kapo kwa sababu hatukuagi kuishi kwenye mahusiano. Yeah. Yule alikuwa ni CEO wangu. Yeah. Ambaye alikuwa ananisimamia. Basi. Na ilikuwaje kwanza mpaka ukapata nafasi kuingia BG Music? Ukatoka Chachatu Music afuka ukaingia BG Music. Ilikuwaje mpaka ukapata connection ya kuingia BG Music? Ni mipango ya Mungu tu bro. Yeah. Wewe ulianza kumtafuta manager ama yeye ndo alikutafuta mwenyewe? No, sikuagi kumtafuta. CEO ndo alinitafuta. CEO nani? Beka na Izee ama? Yes, Beka na Toto la Dola. Kutafuta. Ndio. Ilikuwa ni mwaka gani ambao alikutafuta? Bro. Hajachukua siku nyingi sana. Ya, lakini kama nilivyosema ni mipango ya Mungu yote. Aliweza kunikutanisha na CEO wa BG Music. Yes, na kila kitu kilianzia hapo. Yeah. Ndio. Beka na Izee ndo alikutafuta. Afu akakuunganisha na CEO wa BG Music set. No, sasa ananiunganishaje na CEO na wakati yeye mwenyewe ndo CEO wa BG Music? Unasema kuwa alikutafuta CEO, akakuunganisha tena CEO. Cause sijamaanisha hivyo. Yeye mwenyewe ndo CEO wa BG Music. Yeah. CEO ndo alikutafuta. Alifuatilia kazi zangu. Yeah. Kama alivyodai yeye alinifuatilia muda mrefu sana. Alifuatilia baadhi ya kazi zangu, so kila kitu kilianzia hapo bro. Yeah. Ni mipango ya Mungu hadi kufika hapa nilipo. Kiukweli namshukuru Mungu. Yeah. Mimi nikiangalia umesema kuwa so muda mrefu sana kipindi ya kutafuta. Seti.
Yeah, na labda inaweza kuwa ilikuwa labda tarehe 29 wakakuchukua na saa 31 wakaweka surprise ama ilikuwaje? Kusema so muda mrefu haijamaanisha kwamba labda ndo siku chache kama mwezi. No, hapana bro. Hata mwaka sio miaka mingi sana. Yeah. Hata mwaka mzima tukianza kwenye 3, 4, 5 ndio ishakuwa ni siku nyingi. Lakini kama mwaka mzima sio siku nyingi. Yeah. Inaweza kuwa kama mwaka mzima ama miezi 5 au miezi 6 nini? Hata mwaka tu inawezekana bro. Hata mwaka inawezekana. Sio. Asante sana. Na ni kitu gani ambacho kilikufanya mpaka ukatoka kwenye Chatu Music afu kaingia kwenye BG Music? Chatu Music, sababu ya mimi kutoka ni kwamba tu nilibaki peke yangu. Yaani msanii nilibaki peke yangu. Kwa sababu kipindi hicho nilibaki mimi na CEO. Ndio tulibaki. Yes, wasanii wote walijikata, wengine walienda zao huko American. Mimi na CEO ndo tulibaki kwenye game. So Mungu akasaidia, CEO naye akaenda Marekani, so nikabaki peke yangu. Na so unajua tena mtu huwezi ukafika tu Marekani na ukapata kazi. No, hapana. Yeah, ilinijia vigumu sana, kidogo ilinipa changamoto. Nilikaa muda sifanyi kazi. Yeah. Hadi kufikia BG Music, kikweli namshukuru Mungu. Tuseme tu ni mmoja wapo wa ulibaki peke yako alafu ukaona kuwa manager na CEO alivyoondoka kuna gumu fulani wa kudhamini ni kuwa kama manager wako. Ikabidi ujitafute seti. Asante sana. Ni mafanikio gani ambayo umeona sana tangu uingie kwenye BG Music? Mafanikio ya kimuziki lakini. Mafanikio ya kimuziki. Bro, kwanza hivi ukiniona mimi unanionaje labda? Unipendeza, make sure. So ni moja wa mabadiliko. Yeah. Kuna mambo mazuri BG Music. Yes. Naweza nikasema hivyo. Mambo mazuri BG Music. Yeah. Chatu vipi mafanikio au kuwepo ama ulikuwa unachaka Chatu? Maana umesema kuwa nikikuangalia umependeza. Kwa kazi ya BG Music Chatu vipi? Chatu nipo vizuri lakini yes, maisha yanabadilika. So kuna kule kuchange kwa mazingira. Vile ambavyo siku zinaenda na ndogisi kila kitu kinabadilika. Azu kanambia pidi ulikuwa kwenye mimi naamini hata wewe kuna sehemu ulianzia na mpaka hapo ulipo kuna mabadiliko makubwa ambayo umeyaona. So kama hivyo ya. Mabadiliko yamekuwa ni makubwa sana kivile. Ulivyoingia BG Music kuna surprise gani ambao walikugei kwanza? Tofauti kwanza na surprise. Sio maana tukiingia kwenye surprise sio tutaongea mengi. Yaani ulivyoingia tu ulivyokupokea walikupa surprise kama kitu gani? Hakuna surprise yoyote bro, lakini tu surprise yangu kubwa ni vile ambavyo nilikutana na bosi mzuri sana. Bosi ambaye anajielewa, ambaye anaelewa anafanya nini. Hiyo ni moja ya surprise ambayo nilikuta BG Music. Kwa maana kitambo sana kuna mabosi nilikutana nao wengi, nilifanya nao kazi, walikuwa ni wakorofi sana. Na wengine siwezi nikawataja na kusema walifanya hivi no. Lakini surprise yangu ya kwanza kabisa ambayo BG ilinionyesha au ilinipa, bosi yupo vizuri. Yeah. Ndio. Make sure labda niingie kwenye mada ambayo imetuleta. Najua kila mtu anatamani kujua kuwa ilikuwaje mpaka kawa surprise na kwani surprise isiweke labda boda ama gari, unaona? Ama yoke kitu chochote ambacho kina ukubwa wa kifahari. Make sure nataka nifahamu kuwa vipi surprise ilikuwa nani. Na tumeona kwenye party ya tarehe 31 mwezi wa 5 ya tusema promotion ilianza kitambo sana. Ilianza kama mwezi wa kwanza lakini by the way kaja kutoka emergency tukaja kuona surprise imekuwa mtu kama wewe. Vipi kwanza surprise ilipangwa hata kitambo sana ama vipi? Maana mimi hapo sijaelewa. Maana nikiangalia tulikuwa tunategemea kutakuja boda nini, labda pikipiki pale watu wa BG Music wamepewa pikipiki lakini tukaja kuona surprise amekuwa nyoka gari. Imekaaje kwanza hii? Kama ulivyoona bro.
Imekaaje? Yes, ilibidi iwe hivyo kwa sababu mimi ni msanii mpya. So siwezi nikaingia tu kwenye group tu hivi bila utambulisho wote. Yes. So surprise ni mimi na Golden Star. Yeah. So ndo wasanii wapya wa BG Music. Hatuwezi tu tukafika tu kwenye label au kwenye grupu tuanze kufanya kazi bila utambulisho, no. Yeah. Kwa ikaonekana waweke kama surprise. Yes. Kama ya siku hiyo wasanii wapya wa BG Music. Yeah. Nafikiri ndo hivyo bro. Yeah. Ndio. Surprise ilikuwa special kama utambulisho, watu kutambua kuwa kumekuja wasanii wapya. Yes. Asante sana. Na pia vipi kwanza kuhusiana na masuala ya label? Hivi BG Music tuite label ama tuite grab? Maana unajua label ni kitu ambacho wanaimba kama ya Moto Band, tunaelewa tena. Wasanii wote yani wanaimba. Yeah. Na BG Music vipi? Mnapewa kila mtu account yake ama nyote mnafanya kwenye account ya BG Music ama Bembe Gang? Sote tunafanya kwenye account moja ya BG Music. Yeah. Tunafanya kama label. Naweza nikasema hivyo. Mikakati ya kupost vipi umesemaje? Wamesema kuwa kila mtu atakuwa na post kwa muda wake ama itakuwa inapangwa tu leo tuna post ngoma 5? Yes, I'm sorry. Mkata bro. Yeah, na hapa mimi nina swali la mwisho la kizushi kwa ajili ya Nyoka Girl. Hivi Nyoka Girl, kwenye masuala ya mahusiano vipi sasa hivi unaleta nani? No, hakuna. Una? Yeah. Why? Nimejisikia tu. Yeah. Nimejisikia. Ama naona una ile kauli ya wanaume wote ni mbwa. Maana watu kama nyinyi wanasema wanaume wote ni mbwa, ama nawe kauli nao unayo? Hapana. Kila mtu na lifestyle yake. Sijajisikia tu. Nataka nifanye kazi. Kazi kwanza, mapenzi baadaye. Yeah. Kwenye masuala ya collaboration unatamani kufanya collaboration na nani sasa hivi kwenye industry ya muziki wa kampeni? Kwa sasa hivi sijapangilia. Kama nani ambaye anaingia kwenye target unaona anaweza kufanya na Rock Nation? Maana wengi huaga nasikia tu Rock Nation ama anaweza kufanya na fulani. Sasa hivi nafikiria kufanya na msanii fulani wa kike kama Sabrina nini. Hapana bro. Sijafikiria, japo vipo akilini lakini sijafikiria. Right. Unaweza kuberia tunakutazama na watu wa Vibration TV. Vibration TV, kwanza mimi niseme nashukuru sana. Na ni wape hai watu ambao wananiona kwa muda huu na kwa kuangalia kipindi changu kwa muda huu. Mimi naweza nikasema tu nashukuru Mungu kwa hatua ambayo nimefikia kwa sasa, na tukae tu tayari jamani, kwa maana mambo mazuri yanakuja. Yes. Kauli moja kwa ajili ya mafansi wa Nyoka Girl na BG Music. Kwa mafansi naweza nikasema mzidi kuniombea tu, kwa maana ni makubwa yanayokuja. Yaani hapo ndo tumeanza. Yaani ndo tumeingia kwenye game. So tukaeni tu tayari, support yenu. Yeah. Ndio. Asante sana. Okay. Ulikuwa na mimi Tobas GR, Mr. Kabrandi Kadogo. Mimi ni reporter wako, hatimaye leo nimekuripotia, nimepiga mastori na Nyoka Girl. Tukaja kutambua kuwa alikuwa ni msanii wa Chachatu Music. Baada ya hapo CEO wa BG Music na maanisha Bembe Gang akamchukua, ambaye alikuwa ni Bekanize. Na sasa hivi ni mmoja wapo wa familia ya watu wa Bembe Gang. Kama ni first time kuingia kwenye Vibration TV, fanya kitu kusubscribe, like, comment, utakometisha zaidi. Asante.